Habari zenu. Habari daktari. Salama, habari yako? Salama. Leo tuko na Dr. Heri Meshack Mwandolela ambaye ndiye mkurugenzi wa hospitali ya Hemeda. Daktari, karibu utuambie kuhusu taaluma yako. Asante. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, katika maana ya kwamba kwanza na degree ya kwanza ya udaktari ya kawaida, baadaye nikafanya degree ya pili ya magonjwa ya ndani au Master of Internal Medicine, baadaye nikafanya degree nyingine ya Master of Science in Cardiology, na hivi karibuni nimetunukiwa kuwa daktari wa moyo mshiriki wa chuo cha madaktari wa moyo Marekani au American College of Cardiology, ambayo nafasi hiyo inaitwa Fellow of the American College of Cardiology au FACC. Hongera sana daktari kwa hatua kubwa ya kiheshima katika taaluma. Asante sana. Nashukuru. Kila mtu ana hadithi yake. Yako ni ipi kuhusu kuchagua taaluma ya moyo, yani cardiology? Je, kuwa daktari wa moyo daima ilikuwa ni ndoto yako au ulishindwa baadaye? Okay, taaluma ya udaktari inaanza na degree ya kwanza, ambayo hiyo kimsingi kwangu mimi niliingia baada ya kuwa nimefaulu vizuri masomo yangu ya form 6, ambayo kwa bahati mbaya kipindi hicho hatukuwa na mwongozo mzuri sana wa kwamba uende katika career gani. Kwa hiyo kipindi hicho ninakumbuka ilikuwa ni kwamba ukijiona una uwezo wa masomo ya sayansi, basi unachagua kwenda kwenye either uinjinia au daktari au masomo mengine ambayo yanaambatana na sayansi. Kwangu mimi baada ya kufaulu masomo yangu vizuri katika ile level ya form 6, nilijikuta tu kwamba nimeingia udaktari, na kwa maana hiyo ndio nikawa nimeingia katika line hiyo. Lakini labda nikirudi nyuma kidogo, hapo katika darasa la form 5 na 6 mimi nilisoma masomo ya kilimo katika combination inaitwa CBA, Chemistry, Biology na Agriculture. Na kipindi hicho ilikuwa ni kwamba katika nchi nzima ya Tanzania walikuwa wanachagua wanafunzi 24 tu. Kwa mimi ndoto yangu katika kusoma kila wakati ilikuwa ni kwamba niwe mmoja wapo wale 24 ambao wataingia katika combination ya CBA ili nipate recognition. Kwa hiyo nilifaulu vizuri, nikafanikiwa kuingia katika hiyo combination ya CBA. Nikifika pale CBA karibu na maliza form 6, nikajikuta kumbe options za kuingia mwendelezo wa elimu ya chuo kikuu ni ndogo. Ilikuwa inachagua za uende kilimo au mambo ya mengine ambayo hayaendani na udaktari. Kwa hiyo nikafikiria baada hapo kwamba nifanye nini. Haraka nikapata mawazo kwamba nibadilishe kutoka kwenye kilimo niweze kwenda udaktari wa magonjwa ya binadamu. Ilikuwa ni mchakato mkubwa na mzito na mgumu, lakini nilifanikiwa nikaingia kutoka kwenye mkondo ambao nilikuwepo, mchepole kuwepo, nikaingia kwenye line ya udaktari. Hivyo ndio ambavyo niliingia kwenye udaktari baada ya kukuta kwamba sasa options zile ambazo nimechagua la kwanza ni chache, na ile hamu au shauku ya kukaa kusoma udaktari ikanijia nikiwa form 6. Lakini kabla hapo kweli nilikuwa nakwenda tu kwa sababu nilikuwa nataka nifanye vizuri kwenye masomo ambayo nilikuwa nafikia na selection ambazo ni very limited, na mimi nitaka kuwa mmoja wa watu ambao wamepata selection ambazo ni limited. Sasa ukishaingia udaktari kuna kusoma degree ya kwanza ambayo lazima umalize. Ukishamaliza inabidi kuingia kufanya mafunzo baada ya kusomea udaktari ambayo inaitwa internship. Pale unakuwa exposed kwenye masomo au maeneo mbalimbali ya udaktari. Kila kitu utakiona katika, nilikuwa nimefanya katika hospitali ya Muhimbili, kwa hiyo unapata pale exposure kila kitu. Sasa pale unaanza kudevelop sa interest. Kuna mambo ya watoto, mambo ya upasuaji, mambo ya kina mama, mambo ya macho, mambo ya magonjwa ya ndani. Hapo katika kuzunguka ile mafunzo baada ya kumaliza udaktari, nikapata kupenda
masomo ya mambo ya magonjwa ya ndani ambayo tunaita kwa kigeni internal medicine. Kwa hiyo nikachagua kuingia katika mkondo wa internal medicine, maana nikaachana na mengine yote. Internal medicine ni degree ya miaka mitatu. Baada ya kumaliza degree ya kwanza ya miaka mitano, nikafanya mafunzo ya mwaka mmoja baada ya kuhitimu masomo, then nikaingia degree ya pili ya internal medicine kwa miaka mitatu. Katika internal medicine sasa kule pia mnasoma mambo mengi. Mnasoma mambo ya kisukari, mapafu, moyo, misuli, ubongo na kila kitu. Katika hivyo sasa inabidi uchague kitu kimoja. Ndio sasa nikachagua kuingia katika mkondo wa mwelekeo wa magonjwa ya moyo, ambao sasa hiyo inabidi kufanya tena degree ya miaka mitatu. Kwa nikaingia degree nyingine ya miaka mitatu ambayo ni Master of Science in Cardiology. Hiyo ilikuwa ni miaka mitatu. Mwaka mmoja unasomea Tanzania, mwaka mwingine unasomea India, na mwaka wa mwisho unasomea Norway. Kwa nikaimaliza hiyo mwaka 2008 kuelekea 2009 ndio nikawa sasa daktari wa magonjwa ya moyo. Baada ya hapo ndio nikaingia sasa katika practice Muhimbili kwa kiasi fulani. Baada hapo nikaondoka nikaingia katika mkondo wa kuingia kwenye hii huduma za afya kwenye sekta binafsi kwa kuanzisha clinic ambayo ilikuja ikakua mpaka sasa hivi tumefika katika level ya hospitali ambayo tunaongea kwamba hospitali ya Meda. Kwa hiyo ndio safari kwa kifupi tangu nimeanza katika mkondo wa udaktari mpaka hapo nimefikia. Sasa hii ya mwisho ameongelea kwamba nimepata tunuku ya kuwa mshiriki wa chama cha madaktari wa Marekani. Sasa hiyo ni mchakato mwingine mrefu. Ukishakuwa daktari wa moyo inabidi ufanye kazi, uandike maandiko, ushiriki katika kufundisha, katika utafiti, lakini pia katika uongozi, leadership. Hivyo ndio vigezo ambavyo, baadhi ya vigezo ambavyo ukitambuliwa na ukachunguzwa na kamati maalumu ikaridhika kwamba wewe una vigezo ambavyo vinaweza vikakukaribisha karibu na hao watu ambao katika umoja huo, ndio sasa wanakupasisha kuingia kuwa kama mshiriki wao au fellow. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nimekuwa nakifuatilia na kukitafuta kwa muda mrefu baada ya kuwa ni daktari bingwa kwa magonjwa ya moyo, na mwezi wa 8 mwaka huu nilifanikiwa kukubaliwa kuwa mshiriki wa hicho chuo cha madaktari wa moyo wa Marekani. Na kama ambavyo unajua kwamba ilibidi kwenda kwenye convocation au mahafali ambayo yalifanyika nchini Dubai tarehe 5 mwezi huu wa 10 mwaka 2025, na mimi nilishiriki pale. Ilikuwa ni siku kubwa sana, walikuwa watu wengi kutoka sehemu zote duniani, na ilikuwa ni heshima kubwa sana kutunukiwa ile nafasi ya kutambuliwa na umoja huo au chama hicho ambacho ni kikubwa sana duniani, ambacho kinakupa heshima lakini pia kinakupatia kufahamika kwamba wewe ni mtu mwenye viwango ambavyo vimekamilika vya kukubaliwa na wale watu ambao wameweka vile vigezo. Hii kwa kifupi ndio safari tangu nilipoingia daktari mpaka sasa hivi nikiwa kama fellow of the American College of Cardiology. Hongera sana. Nashukuru sana. Nafikiri tumesikia historia hii, which is very interesting. Swali lingine, kabla ya Hemeda kuwa hospitali, ilikuwa ni ndoto, madaktari wengi huota kuokoa maisha, lakini kuanzia hospitali nzima, hiyo ni hatua ya kipekee kabisa. Unaweza kuturudisha pale ulipoanza? Nashukuru. Baada ya kumaliza udaktari kwa degree ya kwanza, ya pili na ya tatu, nilikuwa ninafikiria kwamba nitafika mahali ambapo natakiwa nitoe huduma za afya ambazo zina viwango vikubwa vya ubora. Ndio kitu ambacho nilikuwa nakifikiria kila wakati. Mwanzoni nilikuwa katika masomo, lakini baadaye nikaja katika ajira. Nimeajiriwa na hospitali ya Muhimbili, nimefanya pale kazi kwa muda fulani. Nimefanya kazi pia kwenye hospitali za binafsi kadhaa hapa mjini Dar es Salaam au jijini Dar es Salaam. Na katika kujifunza kwangu kila wakati nilikuwa nataka kuongeza ubora wa huduma za afya. Lakini sasa nikajiuliza, katika kuongeza ubora wa huduma za afya naongeza katika mazingira gani?
Mwanzoni kwa sababu sikuwa na uwezo wa kuweza kuanzisha kitu changu ambacho naweza kufanya, ni kwa kila ninapofanya kazi najaribu kuboresha ule huduma ambao naifanya. Lakini nikajifikiria baadaye kwamba je, nikikaa katika mazingira ambayo mimi nitakuwa nina maamuzi ya kuset na kuamua nini ambacho nataka nikifanya kwa kiwango ambacho nakitaka, haitakuwa nzuri. Ndipo nikapata wazo kwamba sasa nitakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kufanya hivyo nikiwa mimi mwenyewe ndio na maamuzi, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na ndoto ambazo ukienda kuzipeleka kwa wenzako hawezi kuzitafsiri, lakini ukiwa na ndoto ambayo umeiweka mwenyewe na unataka uitafsiri mwenyewe, basi wewe ndio utakayewe mbele ya ile ndoto. Kwa hiyo hapo nikaamua sasa kuondoka katika ajira ya utumishi wa umma, nikiwa tunafanya kazi Muhimbili kama daktari wa magonjwa ya moyo, nikaingia katika sekta binafsi, ndio nikaanzisha clinic ambayo iko pale katikati ya mji, maeneo ya Upanga. Ile clinic imekaa pale miaka 7. Katika kuanzisha ile clinic nimejikuta kwamba kila wakati inazidi kuongezeka, huduma zinaongezeka, watu wanaongezeka, katika maanisha kwamba watu walikuja wakaziamini huduma zetu na wakazikubali kwa sababu ya ubora, kwa sababu ya uhakika. Katika kuongezeka na kuongezeka na kuongezeka, nikakuta ile eneo sasa halitoshi. Nahitaji kuwa na vifaa zaidi, nahitaji kuwa na nafasi zaidi, nahitaji kuwa na huduma zaidi, nahitaji kuwa na wafanyakazi wengi zaidi, nahitaji kuwa na matokeo ya huduma makubwa zaidi. Hapo sasa ndio kaja wazo la kujenga hospitali, ndio tukaondoka kule Upanga tukahamia maeneo ya Bunju kuja kujenga hiyo hospitali ya Hemeda ili kuweza kutimiza malengo ambayo nimeyasema kwamba kuongeza huduma lakini pia kupeleka huduma kwa watu wengi zaidi. Hiyo ndio ilikuwa ni lengo la kwa nini tumeamua kujenga taasisi toka ule ambako tulikuwa mara ya kwanza. Ni majibu mazuri sana tunapatiwa hapa. Swali lingine ni kuwa ulipokuwa unaiwaza hospitali ya Hemeda, ulitaka iwe sehemu ya aina gani kwa wagonjwa, kwa madaktari na zaidi ya wote kwa jamii? Je, ulikuwa na kitu kilichokosekana katika mfumo wa afya ambacho ulihisi Hemeda ingeweza kuleta kwa upekee? Nashukuru. Lengo langu kubwa sana katika kuanzisha hospitali ilikuwa ni kuweka tofauti, kuleta tofauti. Na kila wakati nilikuwa najiambia kwamba nikianzisha hospitali basi ilete tofauti kati ya uzima na ugonjwa. Kama ilitakiwa kupoteza maisha, basi ilete tofauti kati ya kuishi na kupoteza maisha. Hii inamaanisha kwamba katika kuhudumia watu katika maeneo ya kliniki, kwa mfano, mtu akija na maumivu basi atoke akiwa maumivu yamempungua, au kama atashindwa kupunguza maumivu basi kuondoa kabisa maumivu, basi uyapunguze kwa kiasi kubwa, na kama ameshinda basi ujue namna gani ya kusaidia kwenda katika njia ambayo iko sahihi ili mtu aweze kufaidika na huduma ambayo itampatia nafuu. Hiyo ndio lengo ambalo nilikuwa nalikimbilia na kuliweza kila wakati. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa na drive kila wakati. Sasa ili kuweza kumao yatokee, lazima utengeneze mazingira ambayo ni mazuri. Mazingira hayo yanaanza kwanza na eneo ambalo unajenga hospitali. Eneo la hospitali kwa hiyo ndio na utulivu, liwe na mazingira ambapo pana amani, hapana kelele wala fujo, ambayo ndio kimsingi kabisa. Ukifika hospitali ya Hemeda utaona mazingira hayo kwamba ni eneo ambalo lina utulivu mkubwa sana. Lakini namna ya kujenga hospitali nilikuwa kila wakati nafikiria kwamba mazingira haya yawe mazingira ambayo yanavutia, mtu akifika pale anapata amani. Unajua katika hospitali wakati mwingine ukiingia unafikiria umeingia kwa sababu ambayo utatoka utapoteza maisha yako. Kwa hiyo mazingira yale tuliyotengeneza katika namna ambayo yatakuwa ni rafiki. Ukija kuangalia miundombinu mizima ya hospitali ya Hemeda utaona kwamba tulijenga kuzingatia vitu hivyo. Lakini kingine ilikuwa ni kuchagua vifaa bora ili vifaa vile viweze kuleta tofauti katika kugundua magonjwa lakini pia kutibu. Kitu ambacho tumekizingatia kwa kiasi kubwa sana. Kila utakaopita katika idara zetu utakuta kwamba kuna vifaa ambavyo viko katika ubora mkubwa kabisa ambao unampatia mtu wake kwamba akiingia mahali hapa atatoka na uzima, kutimiza lengo la kwanza ambalo nilikuwa nimelisema. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba ndoto yetu ilikuwa ni kutengeneza mazingira ambayo mtu akija atasema kwamba sasa nimefika
mazingira ambapo nimekabidhi maisha yangu na nitatoka na uzima, lakini kama nina maumivu basi nitatoka nikiwa maumivu yamenipungua sana au yameisha kabisa. Hiyo ndio picha ambayo tulikuwa tunatembea nao kila wakati. Jamani, tunawakaribisha sana hospitali ya Hemeda. Mazingira ni tulivu. Karibuni. Kila ndoto huja na changamoto zake. Baadhi ya vikwazo vikubwa ulivyokutana navyo katika kuileta Hemeda kwenye uhalisia ilikuwa ni upi? Kulikuwa na wakati uliwahi kukata tamaa au kitu kilichoharibika kuizuia ndoto hii? Nashukuru. Kila kitu kwenye maisha kinakuwa na changamoto zake. Ninadhani maisha kwa ujumla yaliumbwa na changamoto. Hakuna namna utakayokwenda bila kuwa na changamoto. Sisi pia tumepata changamoto nyingi sana, lakini ninashukuru Mungu kwamba kila wakati tumekuwa tunapigana kwa ajili ya kuzitatua, na ndio maana utakuta sasa mwaka huu tarehe 20 mwezi wa 10 tunatimiza mwaka wa 15 tangu tumeanza huduma za afya, tukianzia kule mjini Upanga mpaka kufikia hapa. Kwa ujumla tumeishi kwenye kutoa huduma za afya kwa miaka 15. Changamoto ambazo nimekuwa naziona nitaweka katika makundi. Changamoto namba 1 ni ujuzi mdogo wa kuendesha huduma za afya, hasa miongoni mwa sisi madaktari. Unajua sisi tunakaa madarasani kama ndio nimekwambia miaka 12, 13 mfululizo. Tangu nimeingia degree ya kwanza mpaka degree ya 3 nimekaa darasani miaka 12. Miaka yote hiyo najifunza udaktari, sijifunzi namna gani ya kuongoza taasisi. Kwa unakuta unakuwa na ule passion au upendo au ile nia ya kufanya kitu, lakini ujuzi unakuwa hauna. Hiyo ndio changamoto namba 1. Katika kujifunza udaktari, katika kujifunza masomo yetu hata yale ya sekondari, hakuna namna ambayo tunajifunza ujasiriamali, hakuna namna ambayo tunajifunza mada zinazojifunza namna gani ya kuendesha taasisi. Kwa hiyo ukiingia kwenye taasisi kama hizi ni kutumia akili yako ya kuzaliwa, na wakati mwingine kujiongeza kusoma au kushirikisha watu au kuiga mifano watu ambao umeiona ya waliotangulia. Kwa hiyo tunakuta tunakwenda bila kuwa na mwongozo ambao umewekwa vizuri. Hiyo ndio changamoto ya kwanza. Lakini nashukuru Mungu kwamba tumeendelea kupita mpaka tumefika mahali hapa kwa kutumia mbinu mbalimbali. Wakati mwingine hata inabidi kuwaajiri watu wenye ujuzi ambao wewe hauna, ili waweze kusaidia wewe ukiwa umebakia kama daktari kuweza kufanya kazi zako za kuzisomea. Lakini changamoto ya pili ni changamoto ya financing, kwamba tunaingia katika biashara tukiwa hatuna mitaji. Mitaji hiyo kimsingi tutakiwa tupate katika mabenki au taasisi za kifedha. Taasisi za kifedha hizo nyingi hazina ile line ya financing ambayo inakupatia unafuu. Mtu ambaye unaanza mwanzo, utakuta umeanza biashara yako, unakwenda kukopa mkopo na riba ambayo ni kubwa sana. Kwanza kuna mtaji, unatakiwa ukope, alafu utakapoanza unatakiwa upate muda wa kuzalisha uweze kulisha mkopo. Lakini unakuta unaenda kuomba mkopo, alafu wanakupa vigezo ambavyo havikupi nafasi ya kuzalisha kwanza uweze kulipa. Kwa hiyo unajikuta kwamba unaweza ukashindwa kabisa kuanza biashara, au ukaanza lakini ukaenda katika kasi ndogo sana, au ukaenda katika kasi nzuri alafu kuja kuishia kwa katika hali mbaya, katika maana kwamba biashara isiende. Kwa hiyo taasisi zetu za kifedha zilizopo nchini ni ngumu sana kutufinance sisi ambao tunaanza, hasa kwenye biashara za kutoa huduma za afya. Tofauti na biashara zingine za kununua na kuuza bidhaa zingine, unapata mikopo kwa urahisi zaidi, labda na mzunguko ni mkubwa zaidi kuliko sisi. Mimi kwa mfano nikinunua kifaa kimoja cha kuchunguza moyo inaweza kikanigharimu kwa mfano milioni 100 mpaka 150. Hiyo mtaji wa milioni 150 ukimpatia mtu akuendesha mtaji kwa biashara za magari, ananunua magari 10. Lakini urudishaji kwake yeye inakuwa ni rahisi kuliko mimi ambaye natakiwa kwanza nitoe huduma wakati nataka nipate na faida kidogo. Kwa hiyo
nikinunua kwa mfano nikitaka kuajiri mtumishi wa afya mmoja, hela yake kumlipa ni kubwa sana. Kumweka daktari kwa mfano wa moyo katika hospitali, gharama yake ni kubwa sana, tofauti na ukianzisha biashara nyingine. Kwa hiyo unakuta mitaji inapatikana kwa shida, lakini zile investment zetu zinatumia hela nyingi. Kwa hiyo kurudisha faida ni kwa taratibu sana, au kama sio mwangalifu unaweza kupata faida kabisa na ukaishia kupotea katika biashara yake, kufilisika. Hiyo ni changamoto kubwa ya pili. Lakini changamoto nyingine ya tatu ni mamlaka ambazo zinatu regulate. Nazo pia zinakuwa tunapambana nazo katika maana kwamba hizi ni biashara rasmi. Kwa hiyo unakuta mnakumbana makodi mengi ambayo mwisho wa siku yanapunguza faida, na kwa maana hiyo unaweza kujikuta either unapata faida kabisa au unaingia hasara, na kwa maana hiyo unaweza kufunga hospitali. Kwa hiyo hizi ni changamoto tatu, na mwisho labda ni aina ya ulipaji wa wagonjwa wetu. Wagonjwa wengi tunapata either wanatumia bima au wanalipa kwa cash. Kwa sasa pia regulations za bima hizo nyingi zinakuwa sio rafiki kwa watu wa huduma wa afya, na wagonjwa walio wengi wanatumia bima. Kwa hiyo ukikuta kwamba bima hujaenda nayo vizuri, basi unakuta unapoteza either wateja au unaingia mgogoro na bima, kwa maana kuishia kupata tatizo kwenye biashara, kwa maana usipate faida. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya changamoto za kibiashara tunakutana nazo, japokuwa ukiona bado tunaishi mpaka leo, maana yake tumeendelea kupambana nazo, tukiamini kwamba huko mbele kama tunazidi kupata uelewa na kupata kufunguka, tutapata nafuu zaidi. Bado tumpe hongera daktari kwa kuwa Hyamed imezidi kusimama, na hivi kesho kutwa inaenda kutimiza miaka 15. Ni movement kubwa sana. Leo unajisikiaje kuingia Hyamed na kujua kuwa imetokana na maono yako mwenyewe? Je, unakumbuka mgonjwa wako wa kwanza kabisa katika Hyamed na ilikuwa vipi katika ule wakati? Nashukuru kwa swali zuri. Ninajisikia fahari kwamba kitu ambacho hakikuwepo kabisa miaka 15, kilikuwa tu ni wazo na ndoto, leo kimekuwa ni halisia. Kwa kweli najisikia fahari na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Lakini pili, kushukuru watu wote ambao tumekwenda nao pamoja, kwa sababu huwezi kufika mahali hapa bila kuwa na watu. Kwa leo tuna stafu wengi, tuna vifaa vingi, tuna maendeleo makubwa, lakini mwanzoni tulikuwa na stafu wachache, tulikuwa na vitu vichache. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo vinatokea ni kwamba tumerealize au tumefikia ndoto ambayo tulikuwa tumeipanga. Ukiniuliza mgonjwa wangu wa kwanza, namkumbuka kabisa. Ni pale ambapo nilikuwa scout, jengo la scout, nikiwa mimi kama daktari na msaidizi wangu mmoja tu, mtu wa mapokezi, na nesi mmoja. Kwa tulikuwa staff watatu. Kwa tumeanza ofisi ina vyumba viwili na kingine cha store, na hatuna mgonjwa, tunasubiri mgonjwa atakaye kuja. Kwa hiyo mgonjwa wa kwanza alikuwa ni dada wa daktari mwenzangu, ambaye daktari ananifahamu na akasema anafahamu uwezo wangu, akasema nenda kamaone yule daktari. Kwa mgonjwa wa kwanza tulimsajili mwaka 2010. Kwa hiyo namkumbuka mgonjwa wangu wa kwanza, na kimsingi katika kusherehekea hizi Hyamed Day au siku ya Hyamed tumesha kumuita mara 2 kuja kuwa kama mmoja watu ambao walikuwa ndio fungua lango la hospitali yetu, kliniki kipindi hicho, na sasa tulikuwa hospitali. Kwa hiyo kujibu swali lako, namkumbuka kwa jina, namkumbuka kwa sura, na tumekuwa kila saa tunamuenzi kama mtu wetu ambaye tufungulia mlango kwa mara ya kwanza. Lakini ilikuwa ni kitu cha kufurahisha sana kuona kwamba umefungua ofisi na mtu wa kwanza anakuja ambaye ulikuwa huna kabisa, na sasa hivi tuna watu zaidi ya 30,000 ambao wamewahi kutembelea hospitali yetu, na huyu alikuwa ni namba 1 tunaye mpaka sasa hivi. Je, katika hospitali yako ya moyo, na wewe ndiye daktari kila siku unakuwepo, ni kitu gani unajivunia katika hospitali yako kuhusiana na mambo ya moyo? Asante. Hospitali yetu ni hospitali ya jumla, magonjwa mbalimbali.
lakini kwa sababu ya uwepo wangu na kwamba kutokana na kliniki yetu tulianzisha mimi nikiwa daktari wa magonjwa ya moyo, basi tumekuwa tuna uwezo mkubwa sana wa eneo hili la magonjwa ya moyo. Na kwa miaka mingi imekuwa ni ndoto yangu kwamba nifanye kitu kikubwa sana kwenye hospitali yetu ili eneo hili la moyo niweze kulitendea haki. Na bahati nzuri ni kwamba tumeweza kufanikiwa miaka miwili iliyopita kupandisha huduma za magonjwa ya moyo kufikia kiwango cha juu kabisa, na tumeweza kufanikiwa kuweka mtambo maalumu ambao ndio teknolojia ya hali ya juu kabisa ya kutibu magonjwa ya moyo. Mtambo huu unaitwa Cardiac Catheterization Laboratory au Cath Lab kwa kifupi. Ni mtambo ambao unatusaidia madaktari wa magonjwa ya moyo kugundua mishipa ya damu ambayo imeziba kwenye moyo kwa watu ambao wanapata shambulio la moyo au heart attack. Mtu akipata shambulio la moyo ni kwamba mishipa damu ya moyo imeziba, na kwa maana hiyo misuli ya moyo haipati damu vizuri. Ili kuweza kugundua unahitaji kuwa na mtambo huu wa Cath Lab. Hospitali ya Hemeda imefanikiwa kupata mtambo huu, imeusimika katika hospitali yetu na wamekuwa wanafanya kazi kwa miaka miwili. Tumeshuhudia wagonjwa wengi wakija ambao tumewagundua na kuweza kujua mishipa damu ambayo imeziba kwenye mioyo yao. Lakini mtambo huu unasaidia pia ukishagundua mishipa damu ambayo imeziba kuizibua kwa kutumia teknolojia hiyo ya mtambo wa Cath Lab. Tunatumia kutoboa matundu madogo kupita kwenye mishipa ya damu, aidha kwenye mkono au kwenye mshipa wa damu wa paja, na tunaingia na waya ndogo kwa kupitia mishipa ya damu, na kunakuwa na kamera ambayo inachukua picha na kuzipeleka kwenye screen. Tunajua tunakwenda wapi mpaka tunafika kwenye moyo na kugundua mishipa, lakini pia kuizibua. Kwa hiyo hii ni kwa kweli ni achievement au ni mafanikio makubwa sana kwa hospitali ya Hemeda kuweza kufanikiwa mtambo huu, na kama mfahamu ni kwamba mitambo hii ipo kwenye hospitali ambazo zazidi 6 katika nchi nzima, na sisi tumekuwa na bahati kuwa moja ya hospitali chache ambazo zina huu mtambo, na tumefanikiwa kwamba watu wametujua, wametuamini, wamekuja kupata huduma hapa, na tumeokoa maisha yao kwa kufanya hizo procedure au hizo huduma za kugundua lakini pia kuzibua mishipa ya damu. Lakini mtambo huu wa Cath Lab pia unaweza kaangalia mishipa damu iliyoziba sehemu zingine za mwili. Kwa mishipa inakwenda kwenye ubongo, lakini pia mishipa inakwenda kwenye miguu na sehemu zingine za mwili. Na kingine cha muhimu sana katika mtambo huu ni kuwa tunaweza kuweka vifaa vinaitwa pacemaker, ambao ni vifaa maalum vinaingizwa kwenye mwili wa binadamu ambao vinasaidia kurekebisha umeme wa moyo pale unapokuwa unapata hitilafu, aidha kwa kuongeza spidi na ile kiwango cha umeme wa moyo au kuzuia milipuko ya mapigo ya moyo, na wakati mwingine ni kuwezesha moyo ambao umekuwa mkubwa na kushinda kufanya kazi ukapata nguvu zaidi, na mtu ambaye ana tatizo la moyo kufeli akarudi katika hali ya kawaida. Na vitu vyote ambavyo nimesema hapa tumevifanya katika mtambo wetu wa Hemeda Cath Lab, na tumepata mafanikio makubwa. Hakuna mgonjwa aliyekufa katika procedure hii, bali tumeokoa maisha ya watu wengi sana tangu tumeweza kusimika mtambo huu miaka miwili iliyopita. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia sana, na kutoa pia wito kwa watu ambao wanapata matatizo aidha ya kuhitaji pacemaker au wameambiwa mishipa ya damu imeziba kwenye moyo, wasiogope. Waje tuwafanyie uchunguzi, tugundue, tuwafanyie matibabu ya kuzibua mishipa ili warudi katika hali yao ya afya ambayo ilikuwa kama hapo awali. Katika matibabu haya hatukulazi usingizi na nusu kaputi, hatukupasui kifua, tunaingia tu kama ambavyo unakuwa unatolewa damu. Ukichoma sindano pale ndio maumivu pekee utakayoyasikia yale ya kuchoma na sindano ya kuingia katika kuweka ganzi, lakini vinginevyo unakuwa unaona, tunashirikiana wewe, tunakuonyesha kwenye screen kama tumefika kwenye moyo, tumeshika ile ziba ni huu, tumezibua hapa, damu ilikuwa kabla ya kuziba ni hivi, baada ya kuziba ni hivi. Kwa kweli na wewe ukiwa unashiriki pale mgonjwa mwenyewe kwa macho, ni kitu ambacho ni teknolojia ambayo imetufikisha mahali pakubwa sana, na tunafanya hivyo ili kuweza kuokoa maisha, na watu ambao wameingia katika kufanyia matibabu yao wanashangaa kwa sababu wamekuwa wanaambiwa katika taarifa potofu kwamba ukiingia kule utakufa,
utapoteza maisha, watatoboa moyo, utapata matatizo. La hasha, matibabu yao ni salama, matibabu yao ni ya muhimu kwa mtu ambaye amepata tatizo ili kuweza kumuokoa. Kimsingi, usipozibua mishipa damu ambayo imeziba, utapoteza maisha kwa ajili ya tatizo hilo, sio kwa sababu ya kuzibuliwa. Kwa hiyo nawapa watu wito kwamba wasiogope na kuhakikisha kwamba matibabu haya ni salama kabisa, na matibabu ambayo yamekuwa yakifanyika kwa miaka mingi huko nchi ambazo zimeendelea. Sisi kwetu, kwa sababu vitu hivi ndio vinaingia, basi watu wengi wanakuwa hawavijui na wanapata taarifa kutoka kwa watu ambao sio sahihi. Kwa maana hiyo wanawafanya wasipate faida ya kupata huduma kama za namna hii. Asante sana. Asante sana daktari kwa muda huu. Karibu sana. Asante.